akawapa amri na agizo huko Shekemu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hapa tuliporuka kuna sehemu Mungu Yoshua anawauliza, anawaambia chagueni hivi leo ni nani mtakayemtumikia. Anasema kwamba mimi na nyumba yangu, amina, mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Kwa nini nasema tuchague tutakayemtumikia kanisa? Kumbe tunaposema kuchagua, kipengele namba 1 nimesema kwamba utumishi ni kuchagua kwenye maisha yako. Utumishi ni kuchagua. Hivi kwani unajua kwamba unaweza kawemo muumini kanisani lakini hajachagua kumtumikia Bwana ambaye tunamwabudu? Halo jamani, haleluya jamani, Bwana asifiwe. Kunaweza mtu akawemo kwenye ibada kama huu ila hayuko pamoja na utumishi tunaosema, isipokuwa anakuwa anavuviwa kidogo, anashiriki, lakini totale kabisa ni agenti wa shetani kabisa. Ila mnaye kanisani, kwa waganga anaenda kupigiwa lamu na sadaka kanisani anakuja kutoa. Jamani, Mungu asaidie sana. Kwa waganga anakuwa ni mtu wa kupeleka kuku akatiwe, wanakata kuku, mara anaambiwa kuku imeoza, tafuta nyingine nyekundu. Jamani, haleluya jamani, Mungu atusaidie sana. Ndio Joshua akawaambia, tafuteni au chagueni hivi leo ni nani na ni yupi mtakaye tumikia, maana mimi na nyumba yangu tumechagua kumtumikia nani? Bwana. Tunageuka kwamba kipengele namba 1 nasema kwamba utumishi ni kuchagua. Namba 2 kwamba kuchagua ni tendo la kuhiari mwenyewe bila kulazimishwa. Jamani, kuchagua ni tendo la kuhiari mwenyewe. Mama mwenyewe, dada mwenyewe, kaka mwenyewe, baba mwenyewe, ama mtoto anachagua mwenyewe bila kulazimishwa na mtu yoyote. Halo, Bwana asifiwe sana. Yesu atusaidie sana. Yaani kutumika kwa Mungu, kutumika kwenye ulimwengu wa maisha tulionao, kuna utumishi aina 2. Usipomtumikia Mungu utamtumikia shetani. Sasa anageuka Joshua kuwaeleza wana wa Israeli kwamba chagueni, maana mmekuwa mnageuka, mara mwabudu miungu mingine, mara mwabudu nyota ya kigeni, mara mchonge ndama, mara mfanye nini. Akasema Yoshua, chagueni hivi leo. Maana Yoshua aliona mwenendo mzima alipokuwa Musa analiongoza taifa la Israeli. Jamani, Mungu asaidie sana. Musa ameenda kuomba kule mlimani, watu wakaona amechelewa, akapatikana mwingine akawaongoza kuchonga sanamu ndama kwa njia nini ya dhahabu, wakaanza kumwabudu. Joshua analiangalia taifa la Israeli. Alipoondoka Musa akaingia Yoshua kuliongoza taifa la Israeli, ndipo akapiga kipindi akasema, nimekuwa nanyi siku nyingi, hakuna wa kumpotea. Akasema hivi, chagueni hivi leo ni yupi mtakayemtumikia ninyi. Sio wemo kwenye umoja wa wana wa Israeli, lakini bado ni agenti. Chagua ili upate vitu sahihi. Halo jamani wa Tanzania, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu jamani, haleluya. Lazima uangalie ni nani utakayemtumikia. Umekuja kanisani sawa, tukapiga vigelegele, umeokoka sawa, lakini kuna uwezekano tunapiga vigelegele lakini kabisa inaeleza na ina